Natoa shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu ambaye sasa ametuongezea siku ya maisha. Amen. Maana kuna wengine wengi wazuri kuliko sisi, wenye uwezo kuliko sisi, wenye ujuzi kuliko sisi. Wengine wao wamekwisha kulala usingizi wa mauti, wengine ni wagonjwa mahututi hawatumizike, wengine wametoka mapao kwa sasa ni wakimbizi, wengine hawana matumaini ya kufika hata jioni. Lakini sisi asubuhi tulipata chakula, hata mchana wote wa leo tumepata usalama. Jina la Mwenyezi Mungu na lipewe sifa. Amen. Hii ni neema ya pekee sana, pengine ambayo hatutaweza kuielewa, lakini tukiwa na macho yanayoangaziwa na Roho Mtakatifu tuweze kuiona na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Na mambo mengi ya kueleza, lakini kwa kuwa saa zimetembea, mkuki wa saa umetembea, ningependa tuende haraka kwenye fundisho, maana najua kuna wengine ambao wameanza kuhesabu, amesimama saa ngapi, tuone tunaweza saa ngapi. Sasa muda wao utapita tu wakiangalia namna mkuki unatembea. Wapendwa ndugu zangu, msiangalie mkuki nitaenda haraka, maana najua wakati ni wakati. Ninakuwa na salamu kubwa kutoka viongozi wetu wa union, kiongozi wetu ambaye mnamjua, mzazi mwenye hekima nyingi, Mchungaji Tusa, pamoja na treasurer wa union yetu Jerosi Ekana na jamaa zetu, na kanisa mahali ambapo tunafanya ibada, mimi na ndugu yangu na wafanyakazi ambao tunatumika pamoja na wao, wametutolea, maana si mwenyewe, wametutolea habari, wametutolea salamu, sijui mnazipokea. Alafu mziweke kwenye mifuko ya koti muone kweli kwamba zimefika. Asante, Mungu awabariki sana. Ndio, kwa kuwa tutakuwa na muda wa semina, sasa nitajizuiza kutoa mambo mengine kama namna kanisa letu linavyotembea sasa, miradi ya kanisa yetu kwa muhula huu wa miaka 5. Hiyo nitaeleza katika semina. Ningependa tuende haraka, alafu watoto wa nyumbani wachukue chakula kidogo. Tuende haraka katika kitabu cha Mathayo, na hapo wametusomea sura yake ya 4. Nitakuwa kwenye aya ya 18 na 19. Waweza kuendelea kidogo 20-21. Hapa tunaona Yesu Kristo. Huyu ni baba yetu na Mungu wetu. Huyu ni Mungu. Huyu muumbaji wa mbingu na dunia na bahari na vyote vilivyomo. Yeye ndiye chimbuko la kila kitu kinachoonekana mbinguni, duniani, hata katika maji mengi. Lakini katika upendo wake wa pekee ikampendeza kwamba aje duniani hapa, mahali penye giza, mahali ambako ni pachafu, mahali ambako kumetawaliwa na Ibilisi, adui wa Mungu anaitwa Shetani. Yesu akapenda aje atukomboe ili tuwe huru na siku moja tukae naye mbinguni mahali pa utukufu. Haleluya. Na alipokuja sasa akawa amekaa tayari kutoa kila kitu ili niokolewe na ili wewe mwenyewe uokolewe. Basi alipokuwa amefikia ule muda kabisa, alipita kwenye bahari ambayo inaitwa Galilaya. Ukisoma Mathayo 4:18 na Marko 1:17 utakuta wanasema bahari ya Galilaya. Lakini vile vile ukiende kwenye kitabu Injili ilivyoandikwa na Yohane, sura yake ni ya 6, aya yake ya kwanza ama 21, hiyo ni Yohane, aya yake ni ya kwanza. Watakwambia bahari inaitwa Tiberia ama Tiberia kwa Kifaransa ni ile ile, maana ile ilitolewa jina la mtawala aliyeitwa Tiberi. Sasa akajitolea nayo, kama tunajua viongozi kwa ajili ya kujitolea umaarufu, kuna wakati wanajitilia mambo, anajitolea kitu ambacho najua kimetoka wapi na kila kitu ni chake. Kama angeinuka mmoja anasema mji wa Bukavu ni mji wangu. Unajua zamani tulikuwa na majina ya miji, Elizabethville, kama Stanleyville, kama na hiyo mingine. Huyu naye alijitolea jina, akasema hii bahari inaitwa kwa jina langu. Niwaulize, ni ya nyumba? Ni ya baba yake? Ni ya mama yake? Ni ya jamaa yao? Ni ya nani hii?
Mbarikiwe milele. Amen. Na tunasema hivi hapo. Mkipita unasema hii ni Tiberiadi. Ni hiyo tu moja ya Galilaya. Lakini vile vile ukiingia kwenye kitabu ama Injili iliyoandikwa na Luka, sura yake ni ya 5, aya yake ni ya 1. Hii inaitwa bahari ya Genesareti. Moja tu. Ni majina matatu ambayo yametolewa bahari moja ambayo imekaa Galilaya. Na bahari hii haikuwa kubwa. Kwa urefu wake naeleza kwamba ilikuwa na kilomita 20 kilomita. Na kwa upana ilikuwa na kilomita 12, ndogo sana. 20 longueur 12 largeur, ni ndogo kabisa. Lakini ilijaa baraka. Haleluya. Ilijaa baraka mikubwa, maana ilikuwa na samaki nyingi na watu wengi waliishi wakiwa wanafanya, wengine walifanya uchuruzi, wengine walivua, wengine ndicho kilichokuwa chakula chao kwa wakati wote. Bahari hii iliweza kuwa mahali ambapo kunaonekana watu wengi wa kila aina. Sasa Yesu akapita mahali hapo. Alipokuwa akitembea akakuta wandugu wawili ambao walifanya kazi moja. Huyu ni mmoja anaitwa Andrea na nduguye anaitwa nani? Simoni. Alipowaona akawasogelea. Unajua kuna mama ananipendeza. Nimemwona mzee Magala, kwa upande mwingine kuna kijana wake. Mbarikiwe milele. Ningeomba kwamba siku moja pamoja nasi sote vile mnavyokaa na mtoto na wake na watoto mkae nyumbani mbinguni kwetu. Maana inapendeza sana. Hawa nao walikuwa ambao ni marafiki, tena wakiwa ndugu, wakifanya kazi moja. Yesu akawaambia, "Fateni, nitawafanya kuwa." Na fundisho letu leo linasema nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Hiyo tutasoma leo. Na Yesu alipoendelea kidogo akakutana tena kundi la watu watatu sasa. Mmoja anaitwa Zebedayo na ni mzee. Lakini anafanya kazi na vijana wake wangapi? Vijana wake wawili. Mmoja aliitwa nani? Mmoja aliitwa Yakobo na mwingine aliitwa nani? Yohane. Haleluya. Najua napenda wakati naongea na watu alafu naona nachangamka. Unajua unafundisha watu. Kwa sababu kama mimi nasema kanisani, wakati tumekuja kanisani, mahali ambapo tunachomka, tunatabasamu, tunafurahi. Maana kazi nyingine tunazofanya huko mitaani zinatuchosha, tunatunya moyo. Simu tunazopokea, habari ndogo tu ndizo zinatuambia mambo mazuri. Nyingine za kuvuta moyo, amegonjwa, amekufa. Ng'ombe zako zimeibiwa. Sijui ile duka wamepora. Sasa watu wanabaki kichwa na pua zimebanana, na wale ambao ni wekunda wamekuwa hosi kama mimi, wanakaa wakiwa kama wamekuwa mifuko. Sasa siku ya Sabato wakati ya kufurahi. Haleluya. Amen. Sasa unaweza kucheka kidogo kuna tabasamu. Bwana wetu asifiwe. Na Mungu awabariki. Asante. Sasa hawa nao waliitwa watoto wa Rati, Waneshi. Maana walifika kazi pamoja na baba yao na walikuwa wakali. Nao Yesu akawaambia, "Njoo, mnifuate nitawafanya kuwa wavuvi wa nani?" Sasa unajua sisi wafanya kazi mara nyingi tunapenda vitu wanaita promotion. Kuinuliwa madaraka, hiyo tunapenda. Na itatuamaliza mtu ope. Shida. Haleluya. Amen. Ni shida kubwa. Maana nitaruka hapa lakini anasema sasa mchungaji baraza imekaa alafu naenda kuongoza district ya Walikale mara ndio yeye. Tutaleta jamaa basi wangu umeisha. Basi. Wapendwa. Hii ni jambo kubwa lakini Mungu atuwezeshe. Amen. Maana tunavaa mwili ambao ni udhaifu. Haleluya. Amen. Sasa Yesu anamwambia, "Njoo nitawafanya kuwa wavuvi wa watu." Wapendwa ndugu zangu mnaofanya kazi. Ilikuwa promotion, haikuwa promotion. Kwa kuwa nimefika Sabato mtu anaweza kujibu pengine ni watoto anachoeleza, lakini je, ilikuwa promotion? Wengine wanasema ndio. Kama ilikuwa promotion wangekuwa watu wanawauzisha watu. Watu wanakuwa soko ya watu. Alafu wao kapeleka mgongo, kapeleka mama mchungaji, yeye wakakupatia
Ni fulani. Si vile? Tunapenda promotion. Lakini promotion ambazo Yesu anazitoa usifuate. Na promotion ambazo Yesu anazitoa. Unaelewa? Hicho mnakisikia? Promotion ambazo Yesu anazitoa mara nyingi kwa binadamu, wao wanasema ni laana. Mara nyingi wanasema ni nini? Siku moja wakamwambia, "Bora tuache mambo yetu tukasema ni promotion." Walimuuliza. Haleluya. Amen. Tuambiane mambo yiko wazi. Vijana nasemaka noir sibla. Hii mara sibla haisi ya mchezo. Tuelewe. Mbone ulitutaka mkazi yetu na unaijua. Unajua ngapi tulikuwa tunaingiza. Wewe swali ile swali. Hawezi kosa. Haleluya. Amen. Unajua Yesu hakuwaita wachungaji, japo alizaliwa katika hori la ng'ombe, hakuchagua wachungaji. Japo alipokelewa katika kale mpaka wakati kidogo hakuwachagua. Aliendea tu kwa uvuvi. Hata nina kuongelea uvuvi na najua Bukavu, mahali ambapo tunakaa pembeni kabisa ya ziwa na mahali ambapo watu wengi wanafanya kazi hii, mtaelewa vizuri hata kuliko mimi, na ni mambo na maisha yetu ya kila siku. Kwa nini Yesu aliwaita wavuvi? Kuna vitu saba ambavyo wavuvi wakiviendesha vizuri, wakiviheshimu, wanapata samaki, wanainuliwa, wanabarikiwa. Nitaenda haraka. La kwanza, kila mahali baharini ni pazuri kwa uvuvi ambaye ni mzoefu. Kila mahali kote kwa mvuvi ambaye yeye ni mtaalamu wa kazi yake, ameshitoa kwa kazi yake, anaipenda. Kila mahali kote ni pazuri. Haitaji kwenda huko katikati, haitaji kwenda huko Mkrala, haitaji kwenda sijui wapi. Mahali kote katika ziwa, katika bahari ni pazuri kwa uvuvi. Haleluya. Yesu alijua kwamba mvuvi kamilifu kile alijua. Hata yeye kama mvuvi wa kwanza alipenda aonyeshe kwamba mahali kote ni pazuri kwa uvuvi. Aliwaambia, leo tunapita Samaria. Ili wana hivi. Samaria hapana tupita kule. Hata mtu akipita kule na udongo wa ambao umetoka kule kwenye viatu ni kukumbuka unakwisha, na vumbi ya kuku haendeke Yerusalemu kule, haiwezekani. Tunawaambia huko nitapenda. Maana yeye ni mvuvi wa kweli, na mahali kote samaki zinakuweko. Alijua Samaria kuna nini? Kuna samaki. Na alienda. Nitajizuiza pengine kuwa na maneno mengi, maana muda utakuwa kuruhusu, lakini tuwekee mfungu hili ndugu yangu. Yesu alifika Samaria kwenye kisima cha Yakobo, akakuta na mama. Na huyu mama sidhani kwamba angeweza kuogewa, lakini kumbe kwa samaki nzuri. Yesu aliongea, unajua maongezi. Baadaye Yesu alienda kwao Samaria. Alikaa huko siku ngapi? 2. Na Wasamaria wote wakaamini. Haleluya. Kwa Yesu mahali kote ni pema kwa uvuvi. Nimesema Yohana 4:22. Hiyo ni ya kwanza. Mahali kote ni pazuri. Wale ambao waliwazua kwamba ni wabaya, wachafu, hawawezekani, wote waliamini, wakasema Yesu sukae hapa. Ijapo wale ambao waliwazua kwamba ni samaki mzuri walimkimbiza. Haleluya. Wakamwambia yule mama, sisi hatuamini tu kwa sababu ya maneno yako. Sisi wenyewe tumefanya nini?
Mbona hamsoma? Tunajua kwamba mbona hamsome? Macho inakufa kama yao. Huyu ndiye nani? Wa nani? Haleluya. Wayahudi walikuwa wamesema maneno haya hata siku moja? Lakini kwa kuwa Yesu ni Mungu wa kweli, anajua hata mahali pote unasemaje. Alipokwenda walisema tumeamini kweli kweli kwamba wewe ni mkombozi wa ulimwengu. Haleluya. Mahali kote kunasemaje. Siku moja nyingine alienda Luka 19 akamkuta mtu ambaye hakuwa kama hakuna ingeweza kumvua mahali hapo, hakuna mahali ambapo hakuna mtu anaweza kupata samaki. Huyu mtu aliyekuwa mtoza ushuru anaitwa nani? Zakayo. Mahali pengine Mathayo 10 Yesu alimwendea mtu mwingine ambaye alikuwa katika ofisi ambayo watu wanaita wabaki wa mwizi, na alikuwa anaitwa Leo Mathayo. Yesu akamwambia nifuate. Alimfuata. Haleluya. Amen. Kumbe wavuvi wapendwa, mahali kote katika bahari, kwa mvuvi anayependa kazi yake na ambaye amejitolea, mahali kote ni pazuri kwa kuvua nini? Itakuwa sawa. Kapili, kila mvuvi sherti awe na michila. Hivi kama inaitwa michila? Michila? Michila. Nyavu. Asante kwa Kiswahili. Kila mvuvi ukienda baharini na mikono yako utaleta samaki hata unakuwa mtalaa. Hautapata. Sherti uwe na nyavu. Na katika nyavu kuna kitu kingine kinahitajika. Mkifuata wakaita hameso na kwa kaiko na mnadai kwa yenu hiyo ndoano. Magari kwa nyinyi hiyo najua. Haleluya. Amen. Kumbe mvuvi akienda kuloba sherti awe na nyavu. Tito sura ya 3. Sura ya 3 aya ya 8. Hivi tukienda kama Wakristo tunapoenda kuhubiri, tunachokipeleka ni neno la nani? La Mungu. Neno la Mungu. Hata na maneno. Kwenda na maneno yako utakumbuka baadhi ya kusema maneno ambayo wanaleta watu, utakumbuka kitu kingine. Jambo hili ni kweli. Kutaka uyatilie mkazo mambo haya ili wale wanaomwamini Mungu wawe na hamu ya kutumia wakati wao katika kutenda mema, yaani mambo mazuri na ya kuwafaa watu. Hii ingekuwa ya 3, lakini si vibaya. Ya pili ni kwamba neno la Mwenyezi Mungu ndiyo tutaichukua, ndiyo ambayo ni nyavu, ndiyo tutaitumia. Haleluya. Na kusoma barua ya pili Paulo aliyoandikia Timotheo sura ya 3:16 itakwambia kwamba neno la Mungu lina mafaa yake ambayo mnayajua. Napoenda Zaburi 119 na 105 nasema neno la Mungu ni nini? Hiyo ni ya pili. Ya pili, uvuvi mwema ana nini? Ana nyavu. Sasa amesoma kwa ndoa. Neno la Mungu linavuta na kokota. Ya tatu, mvuvi sherti aweke chakula kwenye hameson, kwenye ndoano. Nini? Nini hiyo? Aweke chakula. Asipoweka chakula, samaki hawabaniwe. Tena katika akili zake ajue aina hii ya chakula. Ninaenda kuloba aina hii ya samaki na inapendaka aina hii ya chakula. Niwatolee mfano mwepesi. Hivyo kasema leo kuna imbwa inakuja kushambulia kwangu. Imbwa le chien. Unaenda unauza chonga, unauza tomati, unauza maharagi, unakalanga. Imbwa tabanwa. Haleluya. Je, imbwa tabanwa? Wanasema hii mbuzi nitaitega leo nitaibana. Na unauza
nyama ya kuku, ile maprodige mnapendaka kukula, na kalanga vizuri, unatega mbuzi atabanwa. Ukapenda kubana mbuzi, piga lukondi, weka ndani chumvi ya nini? Ya ng'ombe. Hata iwe mbuzi ya machini hamna gani, itafanya nini? Ukatega mbwa, weka nini? Kamboga. Yesu alijua mvuvi mwenye akili anajua ninaenda kutega aina fulani ya samaki, na aina fulani ya samaki hii inapendaka chakula hiki. Haleluya. Yesu akawaambia nitawafanya wavuvi wa nani? Twende na fundisho, msikuwe tu wa kucheka kuna mahali tunaenda. Ya nne, jua vizuri saa ambazo samaki wanachangamka kula. Kuna saa ambayo samaki, kwa wavuvi ambao mnakaa hapa, samaki wanapenda kukula saa ngapi? Saa 6 jioni ama wakati gani? Saa ngapi? Samaki wanapenda chakula saa ngapi? Je, ni saa zote ama kuna saa ambazo sherti zimekuja kukula? Hiyo mnajua. Lakini jua ni wakati gani? Wakati ni wakati gani? Unajua kuna wakati unaenda kwa mtu ase, mimi nakuja kukuhubiri neno la Mungu. Nakwambia jamani, mimi naenda sokoni. Hapana, ikala nikuhubiri. Unasema hapana, nimechelewa. Vraiment unaweza enda tu, nafika mjia unakufa. Basi ya kwanza neno la nani? Eske vraiment wakati anatia jembe kumabega anabebea watu chakula ndio wakati wa kumhubiri? Eske c'est ça le moment? Na kisha kukugundua kuweka masaa zenye habako bie, anaambia watoto, nani yule mwana kunywa? Sasa nikale kama mzee kana kuweka na vikote, mkaambie nimeenda. Maana wewe wakati wako tu ukija ni kumsumbua si saa. Haleluya. Yesu alijua hawa mitume wakiwa wanajua saa nzuri za kuwaendea zile samaki wanaoitwa wapi watazileta. Niwaulize, Yesu alipomwendea mama Msamaria alienda saa ngapi? Alienda saa ngapi? Juu ya nini? Juu ya nini? Alijua kwamba huyu mama anaendaka kutafuta maji saa 6, juu akaenda saa nyingine wamama watamaliza juu wanabeba waume zake. Huyu mama alikuwa kahaba, anachukua waume wote. Sasa wamama nao wanamchunga, wanamkosa. Sasa naye alikuwa anatungana na wao buze. Wakati wengine wako wanashughulika na watoto wao, wengine wanaenda shuleni, anachomotea kwenda kutafuta maji. Na Yesu alijua hii ndio saa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninawaambia wapendwa, mtu akiwa anahitaji, unamwambia mtu mulisikia ligondo, mnakuja na kabieka $100, balisha mfungia kwanza kudawa, balikatala rudi. Mnakuja na $100 na kamfuko ka mchele, amfuko ka semuli. Sisi tuko badive, tunakuja kukuona, tulisikia mambo yaliyokupata. Kwanza hii kusaidia, lakini siku ya Sabato tunakualika uje kanisani. Atakatala? Atakuja hatakuja? Haleluya. Je, atakuja hatakuja? Anakuambia ase kwanza mimi nabachaka na mama na yeye nitamulea. Maana saa ni hiyo. Unaendea mtu, yeye ni patron. Asema mbona mimi naenda kwa patron, acha nimwee anana. Kwanza zinabeba zinaoza. Yeye iko na anana kalite mzuri. Ukuje kwetu siku ya Sabato atakuja. Nasema kwanza iko sani balozi hapa. Lakini japo ni patron, gari yake imekwama kabisa, matope imeibana.
Alafu unakuja unasema sisi ni vijana wa Adventista. Hii gari mpaki natoka hapa. Mnagombana naye mpaka mnaitoka mnasema mzee, lakini sisi wa Adventista tunaweza kujikaza siku ya Sabato tunakuja. Hata kama hatakuja atasema seme atukani nitafanya nini? Nitaangalia. Mungu awabariki. Mko Adventista atoka mko watu ya bie. Haleluya. Jua ni wakati gani? Jambo la sita. Nenda naangalia haziabana. Angalia, maana usipokuwa mvumilivu, kuna wakati inawezekana unaenda kulomba usiku wote, nafika saa 8 hakuna kilichobanwa, kumbe kitabanwa kama saa 10 za asubuhi kucha. Sasa kama uko distress, wengine wanaweza kubeba, wengine wasipobeba, samaki kubwa anaweza kukula, mama anaweza kukula. Sasa unakuwa pale mvumilivu. Mungu ni mwema. Nakaa na mtu jirani, namsaidia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, unamwambia atakuja kukanisa na katala, nasema baba sitakuja. Huyu mtu wenye kila siku napatia kachungi, hata kagonda mimi nataka kumuona, kumwalika kusema aje kukanisa. Kwanza bako natuomba sasa kila mdivi abatijishe mtu mmoja, mimi nilishamkosa na amenimaliza kwa vitu. Hichi sitakisaidia tena kabisa. Na analeta mioyo kwa Mungu. Roho mwenyewe. Haleluya. Na hii mahali kote naisema, sisi wachungaji kwetu tumekuwa kama mzigo. Wanakutuma, wanakaa baraza, mwende okay, unaenda kuhubiri, unaenda. Wachungaji mtakumbuka. Naenda unatuma. Naenda unahubiri juma la kwanza, wakubatiziwa hakuna hata mmoja. Bana kuita mimi kutaendeka namna gani kule? Sasa ndogo natasema kufiri kama hakuna hata mmoja akubatiziwa. Nitasema nini? Bo ase kuko benye bako 7-5 bo atuka iko 7 tutakosa 5. Haleluya. Sasa kwa bahati mbaya unarudi na mmoja akufanya nini? Ama kubatizwa 5, 6 na bali depanse $2,000. Wangu nafika kuongoza. Mikutano inaenda namna gani? Ase vraiment kule iko terrain iko mine. Kulibatizwa bangapi? 6. Pesa zote tumetoa 6 tu ndio wamebatizwa. Wapendwa, unaweza kuhubiri mtu leo atabatizwa miaka 20. Ile neno uliweka ndani mwake ikawa imemgusa, akawa amefurahi, lakini kusema amue venta. Ndio maana Paulo akasema mimi nilipanga nikafanya nini? Nikaenda. Akaja nani? Apolo akanyunyiza, na akafanya nini? Na mwingine akafanya yake. Anayekomaza mbegu ni nani? Pekee. Haleluya. Mvumbi wa kweli ni mwenye kuvumilia. Bwana wetu asifiwe. Wanaenda kuhubiri mtu leo umulete. Mara nyingine naambia wachungaji, wewe fanya kazi yako vizuri. Mimi siogopi report kama watu wakubatizwa ama walibatizwa. Mimi nilifanya yangu ya kubatizwa ni ya nani? Sana wapasteri wanafabrike na majina, ase kulibatizwa watu 15 anakrea na majina. Kama tunajisumbua. Ase basi nitatoa raporo gani bandugu, ndatoa raporo gani? Kwa nani? Katibu nisamehe. Najua utazuliza report. This of work inakuja. Lakini mvuvi wa kweli mwenye kufanya nini? Kuvumilia. Kuna wengine mnawatendea mema, anatoka Bukavu, atabatiziwa etazi ni kwa ile mwangazo ulimuonesha, kwa ile maisha mazuri muishi naye, ikaendelea kuwa ndani mwake mpaka miaka na miaka. Sasa unakuja na vifukutu, unahubiri, ule mtu ambaye aliamini ya venta akibatiziwa unarudia. Haukamatiki. Senkati wamebatiziwa. Mimi nikatoka tu. Ni grave. Senkati. Wewe ndio unabatiza, wewe ndio unahubiri. Haleluya. Amen. Ndio maana Yesu akawaambia mtakuwa wavuvi wa nani? Maana alijua wakaweka hii kimatendo vizuri. Sherti watu watakuja. Haleluya.
Najua kuna kisa ambacho mchungaji alitutolea, kiongozi wetu wa union. Ni zamani nilikuwa mdemi ile sisi Goma. Napenda kukieleza. Alikuwa amemaliza shule akatumwa, alikuwa angali evangelist, alituambia hiyo. Sasa akatumwa mahali teolojia, anamaliza. Mtu alisoma teolojia. Hii naye inaleta viburi hii hata. Alifika huko. Alitumwa na field. Kaenda wakamfungia pesa na kila kitu. Kumbe mahali ambako ametumwa, makanisa mengine yamejua Mwadventista amekuja. Unajua tukienda kwa mahubiri tunasumbua watu wengine, wanajua tutakuja kabisa na mafundisho yetu, mafundisho ambayo hakuna anayeweza kuyasimama mbele na kuyapinga. Haleluya. Amen. Wakazuia watu wao, wakawabana, hakuna hata mtu mmoja aliweza kwenda kwa ile mikutano. Mchungaji juma la kwanza na mgeni huyu mmoja hakuja. Juma la pili aliona tu mtu ambaye alikuja kumshiriki, alikuwa kichaa. Ule fundi mwenye alikuwa anapitaka pale iko na hubiri, hakuna mtu mwingine anaweza kuja. Sasa baada ya majuma mawili alirudi, hakuna hata na mgeni ambaye alikuja. Wale ambao walimsindikiza wakampere, hakuna hata mmoja walileta kuwa mgeni. Lakini wakati wote alipokuwa anapitisha mafundisho usiku, ile rediffusion, kumbe ijapo watu walibanwa kwao, lakini wanafanya nini? Haleluya. Watu walisikia. Sasa baada ya karibu mwaka na nusu hivi, ule kichaa, ule alikamata fimbo, alipiga watu na kuwatesa. Wakaenda sokoni, wengine kuwakuta shambani, wengine kuwakuta mahali kote. Kunambia ninyi ni makaidi, huku kulitumwa mtu wa Mungu, mkakataa na kuja kusikia maandiko, nitawapiga mpaka mtakufa. Haleluya. Huyu chicha alipiga watu, na ni nini mmenifanya hivi? Namna gani mhubiri anaweza kuja na kuja kumsikiliza mtakuja? Ninyi ni makaidi, ninyi ni wabaya. Hao watu kweli, kumbe waliambiwa maneno na mchungaji, ijapo hawakumuona, ijapo hawakufika mahali aliko, sauti ilienda kawatumbua, na huyu aliwapiga na kuwaambia, nini mnakataa Mungu, hamwezi kumkataa kumuitika mtu mwingine. Hao watu wakafanya sheria, wakasema huyu ijapo ni mkali, lakini anayosema ni kweli. Walijiweka pamoja, wakasema sherti tubatizwe. Maana wakati wote tumekaa, tulipochunguza, kumbe mhubiri alikuwa anahubiri, wanaandika maverse vizuri, wanayarudilia, wanasoma wenyewe, wakajua ukweli mahali uliko. Haleluya. Maana kuna wakati wa uvumilivu na kungojea. Maana mbegu imepandwa, ikiwa imepandwa, kuna kazi ya kuinyunyiza, kuna kazi ya kuikomaza, na anayefanya kazi hiyo ni pekee ni Mungu na Roho Mtakatifu. Sasa wakafanya baraza, wakatuma kwenye field mahali ambako mchungaji alikuwa ametoka, naye amehamishwa mahali pengine. Aliporudi walimuuliza, ulibatizwa ngapi? Hakuna. Pesa zimekufa bure kabisa. Pesa walimwambia maneno mazito. Pesa zimekuwa kufa bure kabisa, wewe uko hauna mafaa. Kama kaka mtu tukafukuze hatujui. Majuma mawili hakuna hata mtu mmoja. Huyu iko inefikasi. Huyu hatazaa matunda. Mutakufa mmepasuka maroho juu mnajitia kwa kazi ambayo si kazi yenu. Hawa watu waliitisha kwenye field. Mchungaji alituambia kulibatizwa watu ambao si chini ya 100. Haleluya. Na yeye miaka miwili ameenda zamani. Mvuvi anakuwa na nini? Ukaenda kumhubiri mtu nyumba kwa nyumba, hata ni jirani. Mwaka wa kwanza unamfundisha, anakataa. Endelea kuomba, maana kazi ya kubadili mioyo si kazi yako. Wewe acha, wakati tafika ataambatana na kanisa la Mungu. Haleluya. Benye mlikuwa mmekatalia kabunga, mwanze kuwapatia mabunga, mwapatie machumvi, mwasaidie, siku watabatizwa ni Mungu anajua. Mbona hamseme amina? Si mlikuwa mlishaanza sema sebo. Miaka yote nimemsaidia na kukuja ukanisa omwena mimi ni presente kama nilikuwa na mgeni hakutoka. Ya 7. Ya 7. Hii ni kubwa.
ni kujua kuchunga vizuri samaki ambazo zimepatikana. Bien conserver les poissons. Niwaulize wavuvi, ukiwa umepata samaki nzuri kabisa kubwa nono, alafu kaenda ukafungua kabati zako ukaweka samaki humo, ukasema naenda Kinshasa nitaziuzisha baada ya juma nikirudi, itakuwaje? Zinaoza. Zinafanya nini? Zinaoza. Unahomba? Unaweza unahomba tu? Ile kuoza inaweza zala tena nini nyumbani mwako? Harufu mbaya. Ubarikiwe. Naleta harufu mbaya. Ingine ya wapi naweza kuleta? Magonjwa, contamination. Baadhi ya mambo maovu ambayo unaweza kupata, harufu mbaya inaweza hata kuambukiza. Unaenda Kinshasa, baada ya juma unarudia, jamaa yako yote wanagonjwa diare na wengine walikufa. Na hapa ndipo nitajenga hoja kubwa, na hii ndiyo shida kubwa la Waadventista wa Sabato. Kanisa letu ulimwenguni ni kanisa linalobatiza watu wengi sana. Magonjwa yetu, na ndiyo kiini cha semina ambayo imetuleta. Samaki tunaziloba, ijapo hatuyafikia lengo, na zile chache tunazipata zinafanya nini? Munijibu, zinafanya nini? Kuoza maana yake nini? Wanapa. Tuwekee kwenye ubao barua ya pili Petro aliyoandika. Tuwekee mbio mbio. Barua ya pili ya Petro, sura ni ya pili, aya yake ni 20. Wende haraka ndugu yangu. 20 anzia 19, 20. Weka kwenye ubao. Watu tunasoma? Ndio. Twende. Waliokwisha ponyeka katika upotovu wa ulimwengu kwa kupata kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kisha wakakubali kunaswa na kutawaliwa tena na upotovu huo, hali yao itakuwa mbaya zaidi kuliko awali. Huyu mtu ambaye mnaenda mkamhubiri mkamfanya Mwadventista, alipokuja hakubaki, maana hatukumjali, aliozea humo. Hatukusumuka naye kusema tumuankadre, tumubembeleze, tumukomaze, awe ile samaki ambayo ililindwa vizuri, kauzishwa na kilia kaikamata anapofurahia, maana kilia ni Roho Mtakatifu, alafu akakomaa anapokuwa lishi pamoja nasi, alafu akarudi. Huyu mkienda kufanya mikutano ya evangelization, unakwenda sema asante Bwana Yesu Kristo. Kusimeni kwa baada ya kueleza. Ndio kitu sawa. Ndio watu wako. Ndio bado kanisa lao akanitosha. Babani. Unaanza ni kuna mtu anayekueleza mambo ya kwanza huko yulu, wanakuwa anacheza ile conference. Anasema ile conference ni ya watu mwili na kwa itaji. Ya watu hakuna hata usiku kule. Anamdanganya. Après ile conference yao wanasema chini huko kitu tunaita division. Acha niwaeleze kwa bila kujua. Maana hali yake itakuwa namna gani? Sasa kuna division. Asa ile makao yao hayote. Ukatoka chini, kuna watu wanaita inyo. Sasa pale na ikala goma, kuna matulivu, anzaze na plage ndio basepale ndio ni wako na makao. Unapenda kwa mabebe na waongoza bana. Acha nikwambie, sepale ndio mzee mmoja kama naitwa nani. Kwa ase katibu wake dinaacha akisimama. Ile jina akisimama sasa wewe unasikia. Eska ikwambie pesa zao. Mzee mmoja naye anatoka wapi? Kenya.
Niambie mtu akweli mwenye iko pale. Oh, unakimbia kuitika miti, niambie akweli mwenye iko pale. Haleluya. Amen. Haiko vipi? Unapenda kuambia na wale wanataka kwa wengine tukapate patema. Niko naeleza kwenye mwenye nafanya evangelization. Bila na patema sasa hata kama nikueleza. Niambie akweli mwenye iko pale. Watu wanakeleka huko yeye hapo sasa nyinyi huko mnajikaza tunafanya nini? Tunaingia. Ukisha toka hapo wanaenda vitu wanaita mafilti. Kwanza mafilti hata kwa huko ya mkavu. Wewe mbona ni baba wanaita vite. Nyambira. Nyambira. Eske haleluya. Hali yake ya mbele ni omwe, ya nyuma ya namna gani? Haleluya. Mukisha kwa mmepita, kesho sasa mnarudia. Ule mwenye mapatia karibu, hamtafanya nini? Hamtaingia tena nyumba yake. Anaanza kuwapeula, usiponesha sasa tulikuwa na tretia. Inakuwa kumbe ni samaki yenye tulikonserve mubaya. Mbona msema? Mubaya. Kumbe ni samaki tulikonserve mubaya. Ikatoa nini? Harufu mbaya. Alikuwa hapo kafe. Harufu mbaya. Harufu mbaya. Tena nikamchiza watu bakawacha madiare, tuko tunafanya nini? Wewe utaponyesha mtu ajira namna gani? Bana unafika bali unachukua ni wote orangani unakufia hapa. Haleluya. Amen. Ndio maana Yesu akasema nitawafanya kuwa wavuvi wa nani? Maana ndio wakaheshimu hatua hizi saba. Kile wanapopenda wakaleta watu. Haleluya. Amen. Wakaleta watu, watakuwa watu ambao wanakomaa, ambao wataendesha kazi ya Bwana, ambao ni nuru ya ulimwengu. Haleluya. Je, na sisi tuko wapi wa watu? Ndio. Je, ile mwito kwa sasa inatuona? Ndio. Sasa kwa kuwa muda utakuwa umeenda, mwandike maneno haya yaelewe, mwandike kitabu hivi mtasoma mkiwa nyumbani. Hivi wale wako na masaa ambao wanapaswa wapewe nafasi yao. Demain que le pécheur emploie patience, habileté et persévérance pour attraper les poissons, ainsi les serviteurs de Dieu doivent travailler pour les âmes. Le ministère évangélique page 117. Alléluia. Huyu ni neno wazi tunasema kwamba kama vile mvuvi anatumia patience ama uvumilivu, habileté. Ile habileté ni ile ujuzi. Michezo ya ndoano, nyavu, tayari ya chakula, saha, mahali kote, anacheza na kule, ile ndio habileté. Vile ndivyo na sisi kanisa tulipaswa kusimama na kwenda kuvua watu, na tukaenda namna hii tunawaleta. Haleluya. Amen. Na kusema amen. Amen. Hapo niko naona watu kiko naona hivi na shida sisi tunasema amen. Haleluya. Amen. Magala la haleluya. Amen. Sasa Yesu anatuambia twende kuwavua watu, na sisi tutumie ile njama ajili ya wavuvi tuwalete kwa watu. Kikubwa wanapofika wasioze, maana hii ndiyo specialite ya magonjwa ya kanisa letu. Akishakuja mmemubatizisha, anapoingia akitoka, hakuna wa kumsemesha, hakuna wa kumsogelea. Wengine wanaweza kumwambia ule mama umwendee kule mlozi yake ukaikula haupo na
Akasema hapana. Hata unajua nyewe mnabatizwa mbio, mnabatizwa hata nyuma, mnakuja na biskuti. Huko naangalia Bamungaba, Bamunoro. Bamunoro wewe. Haleluya. Bamunoro, haleluya. Bamusinda, haleluya. Sasa kuna angalia baba. Kuna angalia Bamunoro. Bamunoro. Yeye alijua ni kanisa la Mungu. Watu wote ni wamoja mbele ya nani? Kumbe anapofika kuko wapi? Bamunoro. Na wapi? Na Basili. Basi. Na wapi? Hamuna Bachangongo. Na wapi? Na Bafisi. Na wapi? Bunyaki. Na Bunyaki. Na wapi? Bwana mzee sema pase kama akai kama mama yake. Haleluya. Ministère évangélique pas de Jésus-Christ. Le Seigneur appelle aujourd'hui encore des pécheurs d'hommes. Alléluia. Hadi sasa kwa saa hii Mungu Bwana wetu Yesu Kristo anaita watu wasifanye kwa wala. Kwa watu anaita. Hadi sasa naita watu wao. Hadi sasa. Hadi sasa. C'est les efforts accompagnés d'un amour semblable à celui du Christ au rôle de la puissance sur les cœurs. Wapendwa ndugu zangu, nani wanahusika? Hiyo tutaiona katika juma, maana lazima, lakini tunaposoma maandiko ambayo tutakuwa tumeyatoa, Yesu leo anatualika na Twitter, njoo tutafanya kwa hivyo wapi katika muhula huu ambao umepita kwa tangu 2022. Division yetu ilikuwa na mwelekeo mkubwa, lengo kubwa la kuzidisha maadili washiriki. Hizi mlitangaziwa. Je, mlitangaziwa? Ndio. Kuwa na idadi ambayo imefikishwa mara 2, lakini tulishindwa mahali kote. Katika division yetu sehemu ndogo tu ya Isiro tuele ni wao waliweza kuhudumia washiriki wao, ikawa kitu cha kushangaza, hadi pengine tumeshindwa. Maana wito huu haujakuwa nafasi katika maisha yetu ya kila siku. Bwana wetu anaita, njoo mkawa wanafunzi wangu, lakini ya baadaye mkaende kuwa wao. Kwa mwaka huu, kwa muhula huu ambao tumeanza 2026 hadi 2030 ama 13, shetu lengo la kuwazidisha watu maji. Inawezekana, haiwezekana? Wapendwa, inawezekana, haiwezekana? Na njia tumeziona ni njia ngapi? Hizi njia sawa, tukiwa tumeziweka matendo, tukiwa tumeshuka chini ya nguvu ya Roho Mtakatifu, tutapata samaki wengi watampendeza Bwana, lakini si kwa nguvu zetu, ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa upande wako utafanya wajibu wako, na yeye anafanya wajibu wake, na mwingine anafanya wajibu wake. Vile talanta zilivyo tofauti katika kanisa, kila mmoja akiweka kazini, basi samaki watakuwa wengi, na wakiwa wamekuja, basi tutawachunga tena vizuri, ili wasije wakaoze, ili hali yao ya zamani isije kama mbaya kuliko ya sasa. Na ni Roho Mtakatifu ndiye atatuwezesha. Wakati wanasema tunaenda kuamka ili tuwe wavuvi wa kweli wa kanisa la Bwana, tukavua watu kuleta kwa Bwana. Basi namwagiza wewe kusimama. Ndugu yangu na dada yangu, ukiwa umekaa tayari na kutia Roho Mtakatifu ukawa umeweka watu, basi utasimama na hivi tunamwalika katika